kuyahubiri vizuri. But the Bible is very clear. Mungu ako na agenda ya kuokoa wana wa Israeli katika mkono wa Farao, na Yesu akiwa na agenda ya kuwatoa. Yesu akiwa na agenda ya kutoa mtu mahali, lazima mtu mwingine atumike, lazima mbingu ipate kutumika. Mungu ndiposa akusongesha watu wengine, lazima mtu atumike, lazima watu watumike. Na mwaka huu naomba Mungu akuletee watu ambao watafanya ung'ae zaidi. Wale watu Mungu atawaleta kwa barabara yako wawe ni watu wa kusaidia maono yako. Wale watu wanakutembelea mwaka huu wawe ni watu waliombeba neema ya kuendelea. Watu wa kukuvunja moyo tuliwaacha 2023. Mwaka huu Bwana atupe marafiki waliobeba maono pamoja nasi. Bwana atupe watu waliombeba neema pamoja nasi. Mstari unasema, na Mungu akawaambia wana wa Israeli, wana hawa nitawaokoa kwa mkono wangu, wana hawa nitawakujia kwa mkono wangu. Na Mungu anasema, akaambia wana wa Israeli, nenda mkachukue, chukueni tu ndama, chukueni ndama. Tunamokichukua hii ndama, hiyo ndama yote ambayo mtachinja, hiyo ndama isiwekwe kwa sufuria ama isiwekwe kwa maji. Chochote ambacho mtafanya, mtakuwa mnachoma. Hii kuchoma walikuwa wanafanya, walikuwa wanainua madhabahu, maana madhabahu inajengwa na damu na inajengwa na moto. Na Bwana naomba kwa jina la Yesu, mwaka huu tukawe na madhabahu itakayotutetea. Tujenge madhabahu. Kuokolewa kwa Israeli ni madhabahu ilikuwa inawatetea. Kwa nini ujiulize? Ya kwanza imeshindikana, ya pili, ya tatu, 11 imekataa, lakini ya pili walipoinua madhabahu, hapo ndipo walipata deliverance. And today I'm raising my altar to your life. Ninakuinulia madhabahu kwa nyumba yako. Nikwambie miaka ingine umeshindwa, maana hukujenga madhabahu. Miaka ingine wamekuinukia, maana hukuwa na madhabahu. Wamekusema, wamekupinga, umeongopa. Why? Haukuwa na madhabahu. Nami nakuinulia madhabahu yaliyo na damu ya Yesu. Nikwambie mahali kuna damu ya Yesu, kuna madhabahu inayotupea ushindi. What are the significance of blood? Damu ya Yesu, kitu cha kwanza, inatupa ushindi. Damu ya Yesu inatupea uhai. Damu ya Yesu inaondoa mauti. Hizo ni 3 significance za damu ya Yesu. Damu ya Yesu inatupea ushindi, inatupa maisha na inatuondolea. Maandiko yanasema, na Mungu akaambia wana wa Israeli, wekeni hiyo damu ya Yesu, muweke katika malango yenu, na mahali nitapata damu, na roho ya chupa inapokuja itakuwa inapita. Watu wa Mungu tuko na alama. Watu waliokolewa na Mungu kuna alama utembea nayo, maana mahali kuna damu nitakuwa nikipita juu, na mahali hakuna damu nitaingia na kuzaliwa kwanza nitamua. Kumbe wale ambao tumeokoka tuko na alama tunakuona nayo. Pepo hata wakiuliza habari yetu wanaambiwa habari ya uongo, maana kuna alama tuliwekwa. Ile damu waliua, ile damu waliua, walikuwa wanapaka katika malango yao. Wapendwa, natangaza kama nabii wako, mwaka huu biashara yako pawe na alama ya damu ya Yesu. Wale ukamata kazi na biashara, wale ukamata ndoa za watu, ninakuwekea alama ya damu ya Yesu katika malango yako. Pawe na damu ya Yesu. Wakiona damu ya Yesu watakuwa wanaogopa. Wakiona damu ya Yesu watakuwa wanashinda. The mark of the blood is the mark of victory. Watoto wako wanaporudi kwa masomo, nitawekea alama ya damu leo. Malango inamaanisha katika mahali pako pa kuishi, katika
wako wote tunaweka damu leo. Yeyote aliye na alama anashinda mauti. Alama ilikuwa inawekwa, mauti inapokuja ilikuwa inaogopa damu. Kumbe aliye na alama ya damu ya Yesu haoji mauti. Manake Illuminati wanatafuta damu na sio damu imetangulia. Yeyote anatafuta kumaanisha leo na imo damu ya Yesu itakutetea. Alama hiyo utaandamana nayo, alama hii itakutetea popote utaenda. Inaweka alama ya damu katika ndoa yako, inaweka alama yako, alama ya damu hiyo ndoa kila mauti, alama ya damu hiyo ndoa kila takataka. The mark of the blood, the name of Jesus. Hebu mtu aseme amen. Maandiko yanasema na malaika